There's a quote that says, all of us are self-made, but only the successful will admit it. Kuna nukuu inasema kwamba sisi, kila mtu ni self-made. Self-made manake kila mtu ana uwezo fulani maalum sana kutoka ndani yake, self-made. Lakini ni watu waliofanikiwa pekee, tayari waliofanikiwa pekee ndio wanaweza kuthibitisha hili, au ndio wanaweza kusadikisha hili na kusema kwamba hayo maneno ni kweli. Hii inamaanisha nini? Kwamba tunayo nguvu ndani yetu ambayo inaweza ikatusukuma au ikatuelekeza kwenye mafanikio yetu wenyewe, ikiwa tutajua nini cha kufanya. Na nguvu hiyo hiyo ambayo iko ndani yetu inaweza ikatumika kutupeleka upande mwingine, kwa sababu ni either upo kushoto au kulia, hakuna njia ya kuwa katikati. Kwa maana kama ikitumika vizuri itatupeleka kwenye mafanikio, na kama ikitumika vibaya au isipotumika, basi chochote kitakuwa sawa, tutaenda kwenye njia ya kushoto ambayo hatutakuwa na mafanikio. Fikiria huwa kuna majani yanaota tu huko nje, ukitembea muda wote unayaona, sawa? Iwe kiangazi utayaona, jua kali sana hakuna mvua unayaona yale majani. Kwa nini yale majani yanaota na yanastawi ya kijani kabisa? Ni unayaona kabisa. Halafu jiulize, kwa nini maua mazuri yanaweza yakapandwa, bustani ikatengenezwa, ikaandaliwa vizuri, ikawekwa mbolea pale, pakaandaliwa vizuri, yakapandwa maua, yakamwagiwa na maji kila siku, afu yale maua yanaweza kufa pia? Unafikiri kwa nini? Maana ni kwamba kitu kizuri chochote kinahitaji efforts. Kitu kizuri chochote kinahitaji nguvu. Kitu kizuri chochote kinahitaji kujituma na kukiangalia kwa karibu kabisa, kama ambavyo tunaangalia bustani ya maua, na yanaweza yakafa. Ina maana kwa hiyo unaweza kuanzisha kitu kizuri, ukakiangalia vizuri, ukakisimamia kila kitu kuzingatia, na bado ukapata hasara, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu loss is part and parcel of every business. Kwa sababu hasara ni sehemu kabisa ya biashara yoyote ile. Kinachotakiwa ni kujifunza kwa nini hasara imetokea, ili ukirudia usifanye tena lile kosa la mwanzo. Haya maneno machache yanamaanisha kwamba hata wewe unayetazama video hii, haijalishi umekata tamaa kiasi gani, haijalishi watu wamekwambia hauwezi kiasi gani, haijalishi watu wamekuvunja moyo kiasi gani, mimi nakwambia leo hivi, kipo kitu ndani yako, ukikisimamia vizuri, ukakifanya vizuri, unaweza kufanikiwa kwenye kitu hicho. Tatizo letu kubwa, tumekariri kwamba mafanikio ni kitu fulani. Yaani mafanikio ni jambo fulani wanalofanya fulani, anafanya fulani, yule aliyetoboa kwenye jambo fulani na mimi ndio niende huko. No. Mwenyezi Mungu katuumba tofauti. Wote ukiwa unajisikia down, unaona kama huwezi kufanikisha jambo fulani, kumbuka kwamba each one of us is self-made. Lakini only the successful will admit it. Hii tayari inatupa ramani kwamba kwa nini watu waliofanikiwa tayari wanakubaliana kwamba kila mtu anayo nguvu ndani yake ambayo inaweza kumfanikisha. Ina maana tunaweza kufanikiwa. At least tuamini kupitia hiyo. Sawa? Usiache kufanya ibada pia, mweke Mwenyezi Mungu karibu, muombe, muulize, kwa sababu yeye ndo aliyetuumba, anajua kwa nini alituumba, anajua tutafanikiwa vipi, na yeye ndo ana siri ya picha nzima, si ndio? Tunayo njia ya kuzungumza naye, au tunayo njia ya kuwasiliana naye, tunayo njia ya kumfikia, ni ibada. Kwa hiyo tufanye ibada wakati tukiendelea kufanya juhudi. Ibada bila juhudi peke yake haiwezi kufika. Lazima ufanye juhudi unayofanya ili aone mja wangu anafanya jambo, then atakufungulia pale. Kipi umechukua kwenye maneno haya machache katika nukuu kadhaa ambazo nimezitupia hapo ndani? Let me know down the comment section. Bye bye.